Naona mgonjwa sasa ameanza kuimarika. Ni kweli. Mgonjwa kwa sasa hivi hali yake kuna mabadiliko makubwa sana. Tofauti na awali ambapo alipokuwa. Unajua nilivyoenda kumchukua na sasa hivi ni tofauti. Amezidi kuimarika. Ila kikubwa tuzidi kumwombea tu ili aweze kupona kabisa na arudi katika hali yake ya zamani. Kuna usemo anasema kwamba hujafa hujaumbika. Lakini mimi binafsi nachikiamini Mwenyezi Mungu ndo daktari wa mwisho. Yeye ndo mganga wa mwisho. Kwa mimi naamini kabisa udada atapona na atarudi katika uzima wake na ataendelea na shughuli zake kama awali alivyokuwa. Tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu. Na inshallah atamfanyia pesa. Naona sasa hivi hata vidole kidogo anatikisa tikisa. Hata mdomo wake ukijaribu kuangalia kwa sasa hivi unaona kabisa umerudi kukaa sawa. Tofauti na awali ulikuwa umeenda upande. Ni kweli. Kikubwa tuzidi kumwombea tu mgonjwa ili aweze kupona haraka. Mimi nadhani kitu kikubwa tu tuzingatie maelekezo ya kumhudumia. Sio lazima la kumpatia tiba. Kama kwa sasa hivi hapa alipo anaweza kuchezesha vidole, mdomo umerudi kwa sawa. Mimi naamini muda si mrefu atanyanyuka, atatembea na pia atazungumza. Tuendelee kumtumainia Mungu. Na mimi naamini atapona na atarudi katika hali yake ya zamani. Atapona tu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Viki, mambo? Poa, za kwako? Nashukuru Mungu. Bana, huu mguu wangu ulikuwa unakuja kwako. Shida gani tena kukumbukwa huko? Viki bwana, kiukweli afadhali nimekuona. Unajua wewe mshikaji wangu kinoma noma yani. Na ni mtu ambaye uwaga basi nikiwa na jambo langu lolote lazima nikushirikishe. Na ni lazima nikwambie. Viki bwana, nipo kwenye wakati mgumu kidogo. Na nahitaji msaada wako wa hali na mali uweze kunisaidia. Shida gani? Bwana, mimi niko na shida na shilingi 50,000 tu. Alafu ikifika mwisho wa mwezi mimi nakurudishia hela yako. Unajua nini rafiki yangu? Yaani hapa hela zote nimezipeka kwenye biashara yangu. Sina hata 100, yani niko empty. Na tatizo lako rafiki yangu wewe Pizzo, nikikuazimisha hela, mgumu kurudisha, unachelewesha. Na unajua kabisa mimi zile hela natoa kwenye biashara. Unavyonikwamisha unakomesha biashara zangu. Na ninakupaga bila hata riba. Wewe unafikiri hizo biashara naziachaje kule? Sisi zitakufa. Yaani kweli nachelewaga kweli kukurudishia pesa zako, lakini mimi naomba fanya kitu kimoja basi. Sawa? Kama ni kuhusu swala riba sio issue. Wewe naomba nipe hiyo hela, alafu mimi nitarejesha kwa riba. Wewe ni rafiki yangu. Haijalishi unachelewa, unafanyaje, lakini wewe ni wa kwangu. Nisingeweza kukutupa hata mara moja. Sina hela. Yaani ninavyokuambia sina hela namaanisha sina hela hata kidogo. Sasa usiponisaidia mimi nikasaidia na nani mshikaji wangu? Wewe ndo mtu wangu wa karibu, wewe ndo mshikaji wangu ambao unaweza kunisaidia mimi. Sasa tena nawe Viki tena unanitosa kweli? Jaribu kunielewa basi. Yaani jaribu kunielewa hata kidogo. Sina hata 100. Ungejaribu basi hata kunipigia. Si una namba yangu wewe? Mpaka tumekutana njiani hapa ndio tunaweza kuambiana habari za hela kweli?
Hiyo simu wenyewe nimeweka bondi mshikaji wangu. Mimi ningekuwa na simu ningekupigia. Na mpaka ukiona hivyo na kuambia hivi, ujue nimeghafilika. Sema nini? Ngoja tuangalie ndani ya siku hizi 2-3 kama kitapatikana chochote kitu, ila sikuahidi. Okay, sawa. Basi fanya kitu kimoja. Sawa. Mimi kesho nitapita ofisini kwako pale nini. Design hata ukiniungia mchele kidogo, unga, so mbaya. Umeshaanza. Haya, ona. Na 50,000 na mchele tena. Haya wanasema mashallah. Alikuwa anikuhudumia huyo. Hebu nenda huko bana. Mkongo, mbona rafiki yako Pizo siku hizi simuoni? Pizo yupo ila anauguza mgonjwa. Jamani, nani tena? Dada fulani mfupi hivi wa kiasi, ila simuelewele, mweupe ila sijui jina lake, sijui anatoka wapi. Pole yake maskini. Naona na wewe siku hizi unapendeza. Nipe siri za mafanikio. Asante. Mungu mkubwa. Kama kazi yangu ile ya urembo. Nazunga mtaani, napata 200 yangu 300 ila ndio inatakiwa hivyo, ujishughulishe usijipweteke. Asante sana, nakaribia nako. Ila na unapendeza mpaka nakuangalia pesa. Unapendeza. Mpaka kazi kwa saluni. Na uzuri ukichangia. Nafurahi kuona siku nyingi. Mambo ya saluni haya, mambo ya salon. Mpaka ile kazi kwa saluni. Ndio naendelea nayo, na uzuri ukichangia. Telemabel mwasa kitoko. Tena kwa raha zangu unanionaje? Antuka unakuwa ni bien. Tena. Yaani hujakosea. Huko ni tellement bien. Sawa. Acha wewe. Bwana wewe karibu sana. Merci beaucoup. Karibu uje. Utaona mambo chungu mzima, utafurahia nayo. En tout cas, je suis tellement très bien. Okay, asante. Courage. Haya. Kuambia wote kesho nitakuja. Hata saa 6 saa 7 Haya. Mzee wangu, kama ulivyoweza kumwona mgonjwa ndio huyo hapo. Hali yake ndivyo ambavyo ilivyo. Na naomba tu unipatie walau muda kwa mara nyingine tena, mimi nijichange ili niweze kupata kodi ya nyumba. Na hata kama nisipokupatia pesa yote, basi angalau hata nusu, ili mradi nihakikishe kwamba nimeweza kukamilisha. Najisikia vibaya sana, tena sana, kuishi na deni ya sehemu ambayo inanipa stara ya kujihifadhi, kwa maana kwamba sehemu inanipa malazi. Hivyo nashindwa nisemeje, lakini macho yangu yanaona aibu kukutazama. Naomba nivumilie. Mimi nashukuru kwa kusikia kauli yako. Lakini mimi sijaja kwa hilo. Mimi nimekuja tu kumuona mgonjwa. Kwa kweli unapambana vilivyo. Na mimi tu nikushukuru kwa hilo, kwa kupambania huyu mgonjwa. Na mimi naomba masuala ya kodi hebu yasitishe kwanza. Nguvu zote elekeza kwa mgonjwa. Atakapokuja kupata nafuu mgonjwa, utakuja kunitafutia pesa yangu. Baba. Nakushukuru sana mzee wangu. Nakushukuru sana mzee wangu. Shukrani sana. Hamna shida. Nakushukuru sana. Nashukuru sana. Mgonjwa ulishampeleka kwenye maombi? Na hapana. Basi mimi tu nimuombee mgonjwa ili apate nafuu. Na niko pamoja na wewe katika harakati zote za kupambana na hili changamoto la mgonjwa. Sawa baba, nashukuru. Basi nijaribu kumuombea kidogo ili angalau nguvu ya Mungu iweze kufanya kazi. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tazama kuna mgonjwa mtumishi wako amelala hapa.
anahitaji nafuu. Tunamwombea baba ili dawa anazotumia ukaziguse kwa mkono wako wa kuume ili ziweze kupata nafuu. Basi tunamwombea na kijana wake ili aweze kupata pesa kwa ajili ya kumuuguza mgonjwa. Milango, fungua milango, tuma Roho wako Mtakatifu aweze kuigusa nyumba hii nzima. Zingira na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo ili kusiwe na kinyamkera wala jini lolote liweze kuuzuru hapa nyumbani. Tunaomba hayo machache kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kijana, mimi naomba nikuache ili uweze kumpambania mgonjwa, kwa sababu na mimi nina haraka kidogo. Hii pesa itakusaidia kwa ajili ya mgonjwa. Nashukuru sana mzee wangu. Shukrani sana. Asante sana. Nashukuru sana. Sawa mzee wangu. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana.